Niwakaribishe sehemu ya pili ya simulizi yetu ya chumba cha siri. Endelea kubaki na mimi ili tujue ni kitu gani kilichoendelea baada ya kuwa simulizi yetu sehemu ya kwanza kukamilika. Na tukirejea katika simulizi yetu sehemu ya kwanza ambayo mwisho ilimuonyesha kijana Anton akiwa tayari yupo katika chumba ambacho yeye mwenyewe hakufahamu amefika vipi eneo lile. Naam, na hapo ndipo simulizi yetu ilipoishia, lakini watu wengi tulikuwa tukiisubiri kwa hamu, tukitaka kujua baada ya kijana Anton kugundua kuwa yupo katika chumba cha makutano, chumba cha ajabu, ni vitu gani alivifanya ambavyo vilimpelekea kujinasua katika chumba hicho cha hatari. Bas, endelea kubaki na mimi sehemu ya pili ya simulizi yetu ya chumba cha makutano ili kujua ni vitu gani viliendelea. Anton, utaendelea kuona mengi zaidi ya haya. Huu ni mwanzo. Baada ya kuzungumzwa maneno hayo na kijana Paulo, yani kilicheka kicheko kikubwa ambacho kiliambatana na dharau pamoja na kejeri. Na hapo ndipo alipoamua kujitokeza kijana Paulo ili kumuonyesha kijana Anton kuwa kila kilichokuwa kikiendelea kwenye maisha ya Anton, kijana Paulo alikuwa anaelewa kila kitu. Na hapa ndipo tunapogundua kuwa kijana Paulo hakuwa binadamu wa kawaida kabisa. Alikuwa ni mshirikina aliyefanya mambo yake kimya na kwa umakini mkubwa. Na pindi utakapokuwa umemtambua, basi atakufanya kitu ambacho hutokaa usahau maishani mwako. Kijana Anton alikuwa na mtihani mkubwa ambao ulikuwa ukimwandama mbele yake, ambao mtihani huo alipewa na rafiki yake aliyemwamini tangu mwanzo. Na mwisho wa siku amekuja kutambua kuwa rafiki yake huyo sio binadamu wa kawaida, yani namaanisha alikuwa ni mchawi aliyeshindikana. Kijana Anton alijawa na hofu zaidi baada ya kumuona rafiki yake Paulo katika chumba walichokuwepo pamoja. Kajibadilisha na kuwa katika umbo la fisi, yani aliogopa, maana yalikuwa ni mauzauza ambayo hakuwahi kuyaona hapo nyuma. Alitamani kukurupuka kama yupo usingizini ili hii hali ibaki kuwa kama ni ndoto, lakini alikuwa tayari kesha chelewa. Ulifuka moshi mkubwa ambao likizunguka chumba kilichokuwa kina giza kubwa ambalo liliambatana na sauti za chini za ajabu, huku miguu ya Anton ikiguswa na vitu visivyoonekana na masikio yake akiwa yananong'onezwa na sauti tofauti za watu wasioonekana. Mara ghafla alijikuta pale alipoagana na rafiki yake Paulo, na kisha kila mtu kushika njia ya kuelekea nyumbani kwao. Na zilipita siku 3 tangu kijana Anton kupotea. Wazazi wa kijana Anton waliweka jitihada kumtafuta kijana wao sehemu tofauti ambazo waliamini kijana wao hupenda kutembelea mara kwa mara. Cha ajabu, siku hiyo ya 3 kijana Anton alijikuta pale alipoachana mara ya mwisho na rafiki yake Paulo. Hakuwa Anton yule tuliyemfahamu, bali alikuwa ni Anton mwingine kabisa. Na je, unajua Anton alifanywa kitu gani? Na huyu tunayemuona kuwa ni Anton, kwa nini tunaambiwa kuwa sio Anton tunayemfahamu? Hivyo basi tukutane katika sehemu ya 3 ya simulizi hii ya chumba cha makutano. Usisahau kusubscribe, kulike, kushare na kucomment. Na hii ni Tam Story.